Yesu asifiwe sana na kusalimu katika jina Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti hai. Leo ni siku nyingine tena ambao nataka tukazungumze maneno mafupi. Ni nini kilicho kikwazo kikuu cha nguvu za Mungu katika maisha ya mwanadamu? Ni nini kilicho kikwazo kikuu katika maisha ya mwanadamu? Nguvu za Mungu kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Kikwazo kikubwa cha nguvu za Mungu kuingia ndani ya mtu ni nini? Nini kikwazo kikuu cha nguvu za Mungu kuingia ndani mwa mtu? Nini kilicho kikwazo kikuu cha nguvu za Mungu kuingia ndani ya maisha ya mwanadamu? Ni nini kilicho kikwazo kikuu zaidi ambacho kinasababisha nguvu za Mungu mpaka zisiingie ndani ya mtu? Tutaangalia maneno mafupi katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 14. Hapo ndipo tutakapoangalia, hapo ndipo pana kikwazo kikubwa sana ambacho kinazuia nguvu za Mungu kuingia ndani ya mtu. Kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari wa 14. Hapo ndipo pana kikwazo kikubwa sana katika maisha ya mwanadamu, nguvu za Mungu kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ile ya 2 na ule mstari wa 14. Kwa kichwa cha somo kinasema kikwazo kikubwa cha nguvu za Mungu kuingia ndani ya mtu. Kikwazo kikubwa cha nguvu za Mungu kuingia ndani mwa mtu. Yamkini pengine unakuwa unapitia mambo mengi sana katika maisha yako, na unajiuliza, unasema kwamba kwa nini mimi sipokee nguvu za Mungu? Kwa nini nguvu za Mungu haziingii? Kwa nini miujiza mingi haingii katika maisha yangu? Mbona watu wengi wanakuwa na shuhuda za kila namna? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Umewahi kujiuliza kwamba sababu inaweza kuwa ni nini? Kwa kikwazo kikubwa cha nguvu za Mungu kuingia ndani mwa mtu, kuna mambo kadha wa kadha. Leo tutaangalia jambo lile katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 14. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14, maandiko yanasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kufahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri haya maneno unaweza kuwa pengine unasoma kila siku, hata leo pengine asubuhi umeyasoma, pengine hata jioni uliyasoma, lakini sasa hebu tuwe tukatafakari wote kwa pamoja maandiko haya jinsi yanavyozungumza. Anasema kwamba basi mwanadamu wa tabia asili hayapokee mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mambo ya roho, nguvu za Mungu, tunasema katika kitabu kile cha Luka sura ile ya 24 na mstari wa 49. Biblia inasema kwamba Yesu anazungumza, anasema, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa mtu ambaye hawezi kupokea mambo ya roho, maana yake hawezi kupokea nguvu za Mungu, kwa sababu nguvu za Mungu kwenye maisha ya mwanadamu zinakuja na huyo Roho. Roho Mtakatifu anapoingia ndani mwa mtu, anakuja na nguvu za Mungu zinaingia ndani mwa mtu. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kupokea mambo ya roho, ambayo ni upuuzi kwake, hata nguvu za Mungu anaishazikana moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu mpendwa, hii ndio ajabu kwamba kikwazo kikubwa kinachosababisha nguvu za Mungu zisiingie ndani ya mtu sio mapepo, majirani, watu. Kikwazo kikubwa cha kupokea nguvu za Mungu sio nguvu za uchawi, bali ni kuwa na tabia za asili. Mwanadamu wa tabia za asili ni mwanadamu ambaye anapanga mipango kama vile mtu mwingine wa kawaida anavyopanga mipango. Hayo ndio asili ya mwanadamu wa kawaida. Mwanadamu wenye tabia za asili zote ni kupanga mipango tu, ni kupiga mahesabu. Ni mwana mahesabu wa kawaida siku zote, anafanya mahesabu, ni mtathmini, mtu wa kutathmini, mtu wa kupiga mahesabu, mtu msome, mtu wa kukalkuleti, mtu wa kuchanganua mambo, mwenye akili nyingi. Huyo ni mtu mwenye tabia asili. Kwa mtu mwenye tabia asili hawezi kupokea mambo ya roho, kwa sababu hayo ni upuuzi kwake. Kwa unaweza kujitafakari wewe mwenyewe vile unavyokuwa unaenenda, vile unavyokuwa unafikiri. Je, mwenendo wako jinsi ulivyo, unakuwa na tabia za asili? Unapiga mahesabu sana, unakalkuleti sana, unachanganua sana, na mwenye akili, mwenye upembuzi kwa sana? Ukiwa na hali hiyo, hata kama unahitaji mambo makubwa ya Mungu, huwezi kuyapokea, kwa sababu mambo ya Mungu yakiletwa na roho, inatakiwa yatambulike kwa roho. Hayatatambulika kwa njia ya mwili, bali yatatambulika kwa njia ya roho.
Kwa mambo ya rohoni yanatambulika kwa njia ya roho, mambo ya mwilini yanatambulika kwa njia ya mwili tu kwa kawaida. Kwa binadamu yoyote wa kawaida ni mchumi, anapiga mahesabu kama kawaida, lakini linapokuja swala la roho itabidi ulitambue kwa njia ya roho, itabidi ulitambue kwa njia ya roho na si vinginevyo. Biblia inazungumza wazi kabisa bila uficho kwamba mtu wa tabia za asili hawezi kupokea vitu vya Roho Mtakatifu. Hii ni kwa sababu ni upuuzi kwake, yani ni jambo la kijinga. Unazungumza na mtu habari za Roho Mtakatifu, hakuelewi kabisa, yuko mbali kabisa. Roho Mtakatifu anasema na wewe moyoni mwako, lakini kwa sababu huwezi kumtambua Roho anayesema na wewe, kwako itakuwa ni upuuzi na ni jambo la kijinga kabisa. Kwa huwezi kupokea nguvu za Roho Mtakatifu kwa sababu we mwenyewe umeona ni ujinga. Roho wa Bwana anaweza kukusemesha kufanya jambo fulani kwa ajili ya kanisa au kufanya jambo fulani kwa ajili ya mtu fulani, lakini utakapopingana na ile sauti ndani mwako, maana yake umepuuzia ile sauti ambayo inakwenda sema ndani mwako, kwa umeona ni upuuzi katika maisha yako. Na kama ni upuuzi, basi kile ambacho Roho wa Mungu amekusudia kutenda katika maisha yako huwezi kukipokea kamwe, kwa sababu anapozungumza na wewe unaona ni vitu vya kipuuzi kabisa. Mara nyingi watu wanasema kwamba namngoja Bwana atende kwa wakati, na Bwana naye anakuwa anakungoja usikilize sauti ya Roho Mtakatifu anapokuwa anasema na wewe. Roho wa Bwana anasema na wewe juu ya jambo gani? Roho wa Bwana anasema ufanye jambo la aina gani? Roho wa Bwana anakuagiza ukatende nini? Roho wa Bwana anakuhimiza ufanye jambo la aina gani? Endapo utapuzia mambo kama hayo, basi tambua kwamba hautapokea mambo ya Roho, kwa sababu kwako wewe unaona ni jambo la kipuuzi. Watu wengi wanapuuza sana sauti, maana Mungu anaweza kuzungumza na wewe kupitia mtumishi. Mungu anaweza kuzungumza na wewe kupitia mtu wa Mungu, nabii wa Bwana, mchungaji, kuhani, mwalimu. Anaweza kuzungumza na wewe akakuletea neno, wewe ukawa unasema ninamsubiri Mungu, lakini kumbe Mungu amekwisha kusema na wewe kupitia mtumishi wake, lakini wewe ukawa umepuuza. Kwa huwezi kupokea mambo ya Roho ikiwa utakuwa upo mwilini zaidi, ni mtu wa asili. Mtu wa tabia za asili ni kawaida tu. Kwa mfano, mtu yeyote anayepiga mahesabu, mfanya biashara anapiga mahesabu, mkulima anapiga mahesabu, mfanyakazi anapiga mahesabu, mtu wa kila namna anapiga mahesabu. Kwa hata mtu yule ambaye haendi kwa Roho anapiga mahesabu, yamkini pengine yupo kanisani ni mpiga mahesabu. Bwana anakuambia toa yako 10,000 ulionayo, lakini wewe unaona 10,000 hiyo utakula nini? Wewe ni mtu wa tabia za asili, utakula nini? Kwani hiyo 10,000 inaweza kudumu hata siku? Mbona ukienda kufanya matumizi utashangaa tu imeisha siku hiyo. Kwa hiyo mtu wa tabia za asili hawezi kupokea mambo ya Roho, kwa sababu mambo ya Roho yatambulika kwa Mungu. Mungu anapokuagiza jambo ukilitekeleza, wewe umefuata mambo ya Roho na utapokea vitu vya rohoni. Kwa kawaida inamaanisha kuwa binadamu wa kawaida ni mtu makini, mwenye asili, mwenye kupiga mahesabu na mchambuzi. Yeye hutumia uwezo wote wa kawaida wa binadamu, Huwezi kusikia hata siku moja anayekusimulia anasema kwamba nilikuwa namsikiliza Roho Mtakatifu akizungumza na mimi, akaniambia jambo fulani, akiniagiza jambo fulani, nikatekeleza, kafanya vile. Huwezi kusikia hata siku moja. Yeye ni mtu wa kawaida kabisa. Yeye hutumia uwezo wote wa binadamu wa kawaida, binadamu wa kawaida ndio hutumia uwezo wake, kutumia akili kupiga mahesabu, kuchambua, upembuzi, mwenye akili nyingi. Hiyo ni kawaida ya binadamu yoyote, mwenye tabia za asili za binadamu yoyote anakuwa na tabia za namna hiyo. Kwa yeye hutumia uwezo wote wa kawaida wa binadamu yoyote. Hii ndio ajabu kwamba ni tabia ya kawaida na sio tabia ya kipepo ambayo kuondoa kwenye vitu vya kimungu. Sio kwamba ni mapepo, sio kwamba ni vitu. Kuna watu wengine wamejaa na nguvu wamejaa kabisa, lakini linapokuja swala Roho Mtakatifu anapokuwa anazungumza naye mambo kadha wa kadha, inashindikanika, kwa sababu bado kuna tabia za asili zinamfuata, kuna tabia za asili zimeongozana naye. Anaimba pambio kama kawaida, anaimba kwaya kama kawaida, anahubiri kama kawaida. Kuna watu anahubiri kama kawaida, lakini linapokuja swala lingine la kumtumikia Mungu kwa njia ya mambo mengine, Roho Bwana anapomwagiza, kwa sababu ya zile tabia za asili zimeambatana pamoja na zinamzuia na kumkwamisha kupokea mambo ya Roho katika maisha yake. Kwa angalia jinsi unavyokuwa unaenenda kwa namna gani, unafanya vitu vyako kwa namna gani. Yamkini pengine kuna tabia za asili zimeambatana pamoja na wewe, zimekuzunguka. Hizo ndizo zinaweza kuwa zinakukwamisha na kukufelisha usipokee mambo ya Roho wa Bwana. Roho wa Bwana anakuja na nguvu za Mungu. Roho wa Bwana anapoingia ndani mwa mtu anakuja na nguvu, na anakuja na nguvu katika maisha. Kwa unapokuwa unashindana na Roho wa Bwana, kushindwa kumtambua Roho wa Bwana anapozungumza na wewe, hii itakusababisha kutokupokea nguvu za Mungu zinapokuja katika maisha yako. Kwa hiyo hii ni ajabu kwamba
kwamba si tabia ya kipepo wala miungu wala mizimu ambayo inakuwa inakaa. Zile tabia za asili ndizo zinazokuwa zinavuta watu wengi. Unakuta mtu ni mwinjilisti mzuri kabisa, lakini kuna tabia za asili ambazo zinaambatana pamoja naye. Hizo ndizo zinazozuia kuna vitu visitokee katika maisha yake, vinazuia. Lakini anahubiri vizuri, anaomba vizuri, anaimba vizuri, lakini kuna zile tabia za asili ambazo zimeambatana pamoja naye. Hizo ndizo zinazoweza kumkwamisha asipokee mambo ya roho katika maisha yake, mambo yale ambayo ni ya msingi, ambayo anakuwa anaagizwa na Mungu. Hasa kwenye swala la utoaji, hapo ndio pana mahesabu mengi. Watu wengi hupiga mahesabu kwamba sasa hii hapa nionayo nitakula nini kama nitatoa hii. Sasa jiulize swali, kama itaisha hiyo utakula nini na utaishi vipi? Kwa hiyo ni mchambuzi, ni mpembuzi, ni mwana mahesabu, anapiga mahesabu sana sana, anapiga mahesabu ya kina kweli kweli, kama alivyo binadamu wa kawaida mwingine yoyote. Kwa hiyo hii ni tabia za asili zinazokuwa zimeambatana na mtu. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo au kiokoka, hakikisha kwamba unapambana na zile tabia za asili za mwili zikaondoka katika maisha yako. Hapo ndipo utakapofurahia Bwana katika maisha yako yote, siku zote za maisha yako. Wengi wanapenda kuombewa sana, lakini tabia za asili zimewakamata sana na kuendesha. Wanapenda sana kuombewa, wanapenda sana kuhudhuria kwenye mikesha ya kila namna, lakini tabia za asili ndizo zinazowarudisha nyuma na kuwakwamisha kwenye maisha yao. Mwanadamu wa kawaida hapokei kamwe. Kama wewe ni makini sana, mtathmini na mchambuzi sana, huwezi kupokea mambo ya roho. Watu wa mambo ya roho, watu ambao wanapokea mambo ya roho, wao hata wakikutana na mazingira ya namna gani, wanachoangalia ni kumsikiliza roho wa Bwana anasema nini katika maisha yao. Kwa kama wewe ni mpembuzi na mchambuzi wa kuangalia mambo ufanyeje, faida yake ni nini, basi ndugu yangu, kupokea mambo ya roho itakuwa bado ni mtihani katika maisha yako. Kuna watu wanatamani kufunga ndoa, lakini Bwana amekuagiza ufanye jambo fulani. Ukiwa mpembuzi na mchambuzi utaishia hapo hapo, bado hautapiga hatua kwenda mbele. Kwa hiyo unahitaji kuvunja zile roho na tabia za asili ambazo zilikuwa zimeambatana pamoja na zile tabia za asili za uchoyo, za unyimi, za kila namna za asili. Hizo zinahitaji kuvunjwa sana ili upake salama katika maisha yako. Kwa hiyo wa kimwili na mwenye hukumu anakuwa ni mtu wa kuhukumu wa kawaida sana. Kwa kama ni wa kuhukumu wa kawaida sana, hukumu watumishi, chambua watumishi, pembua sadaka, pembua nini. Hizo zote ni tabia za asili, tabia za mwanadamu wa kawaida. Kama ilivyo watu kule nje, ndivyo wanavyopiga mahesabu ya namna hiyo. Kwa unapokuwa wa kawaida, huwezi na hautapokea mambo ya kiroho. Hebu tuangalie tena hiyo 3:1 Korinto wa kwanza 3:1 anasema, lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Kwa anasema sikuweza. Ndio maana mpaka ukue viwango vya kiroho, unaweza kukutana na watumishi wengine, jinsi akikuona vile unazungumza mambo kwa mwili sana, haupo katika roho, inamlazimu na huyo mtu uliye naye azungumze na wewe jinsi ulivyo kwa njia ya mwili. Hivyo maana mambo ya roho huwezi kuyapokea. Unapoagizwa jambo kulitekeleza kwa njia ya roho, wewe sikiliza roho wa Bwana anakuagiza ufanye jambo la gani, mtumishi anakuagiza ufanye jambo la gani. Naamani palibaki kidogo tu asipokee mambo ya roho kwa kutokumsikiliza mtumishi wa Mungu alipomwambia, wala hakutoka hata ndani akamwambia nenda kaoge kwa mto Yordani. Naamani akasema mimi nimepita hata huko nimevuka, na tena ananiambia nenda kaoge huko. Kwa angefuata mambo ya tabia za asili za binadamu, asisikilize roho wa Bwana na mwagiza nini, asingetakatika ule ukoma wake. Lakini baada ya kushawishiwa na watu wakasema Bwana fanya sasa kuagiza, ndio akaenda kufanya. Kwa tabia za asili za ubishi, uzushi, upigaji wa mahesabu wa kila namna zinaweza zikamkwamisha mtu na kumpelekea asipokee mambo ya roho. Kwa ndugu yangu, lazima hata jambo unaloliomba kama bado hujalipokea, angalia vile unavyoenda. Je, ni mtu wa tabia ya rohoni au ni mtu wa tabia za asili? Tabia za asili za mwilini au za namna gani? Unajipima na kujitathmini wewe mwenyewe, ni mahali gani ulipo na unaelekea wapi, na ni wapi unapotakiwa, ni sehemu gani ulipo. Upo kwenye tabia za asili au upo kwenye tabia ya roho? Watu wanapozungumza kwa mambo ya roho, unapokea kwa njia gani? Unapokea kwa njia gani mambo ya roho? Kwa hiyo kama utakuwa ni mtu mwenye tabia za asili, basi kupokea mambo ya roho inakuwa ni mtihani sana katika maisha yako. Kwa ili upokee mambo ya roho basi yanatambulika kwa njia ya roho, hatambuliki kwa njia za tabia za asili, yanatambulika kwa njia ya roho. Kilichozaliwa kwa roho na kilichozaliwa kwa njia ya mwili ni mwili.
ni cha mwili hivyo hivyo. Kwa ukiwa kwenye tabia za asili, umetokana na tabia za asili ndizo zimeambatana na wewe, zimeongotana na wewe, na kamwe hata kama unataka kupokea mambo ya roho hautayapokea. Nguvu za Mungu hautazipokea kwa sababu unaongozwa na tabia za asili, tabia za mwili. Kwa hiyo wewe hutokani na roho. Kilichozaliwa na roho ni cha roho, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa hiyo utakuwa unaenda kwa namna hiyo. Kwa ili kushinda mambo ya namna hiyo, ni vema ukajifunza na ukaangalia unaongozwa sana na nini, hisia zako au tabia za asili zako, vile ulivyo tangu hata umeokoka. Kuna tabia utaki kuziacha za asili zimeongotana na wewe, lazima uzishinde hizo ili upokee mambo ya roho. Mungu akubariki sana. Fikiria, na kama wewe ni mchambuzi, ni mpiga mahesabu wa kila namna, hutaki kumtumikia Mungu kwa uchumi ulionao, kwa basi bado una safari ndefu mpaka utakapotoka kwenye hicho kipengele, alafu na Mungu atakutana naye. Amani yake Yesu na pamoja nawe.